Simulizi ya bodaboda aliyebeba mzimu. Ilikuwa mida ya saa 5 usiku. Juma alikuwa akirudi nyumbani baada ya kazi. Alijulikana sana kwa uendeshaji wa bodaboda kwa kasi na madoido. Ghafla alimuona mwanamke amesimama kando ya barabara akiwa amevalia nguo nyeupe na nywele ndefu zilizofunika uso. Alionekana mwenye hofu. Akapunga mkono kuomba kusimamishwa. Juma alisimama na kumuuliza, "Vipi dada, mbona umesimama peke yako njia hii? Unaelekea wapi?" Dada yule akajibu kwa sauti ngumu kidogo, "Naelekea Chanika mwisho." Juma akawasha bodaboda na kuanza safari. Njiani akamuuliza tena, "Vipi dada, unaumwa?" Lakini dada yule alikaa kimya kabisa. Walipokuwa njiani, Juma alikutana na rafiki yake Mzee Hassani. Akasimama kumsalimia. "Vipi Juma, unaenda wapi usiku huu?" Mzee Hassani aliuliza. Juma akacheka na kusema, "Mzee, siku hizi huoni vizuri? Huoni kama nina abiria? Nampeleka Chanika mwisho." Mzee Hassani alipoangalia vizuri, alihofu sana. Akaanza kurudi nyuma taratibu. Ghafla, bodaboda ikawaka yenyewe na kuanza kuondoka. Juma alipotaka kugeuka kuangalia nyuma, dada yule akasema kwa sauti nzito kama ya mwanaume, "Usigeuke nyuma, tuendelee na safari." Moyo wa Juma ulidunda kwa kasi. Baridi kali ikamshika mwili mzima. Walipofika Chanika mwisho, Juma akasema kwa sauti ya hofu, "Dada, tumefika." Hakuna jibu. "Dada, tumeshafika." Kimya. Juma akajikusanya nguvu, akageuka kuangalia nyuma. Akaona mzimu wa mtu wa kale aliyefariki akiwa amevaa sanda. Kwa hofu kubwa, Juma alikimbia na kuacha bodaboda barabarani. Alipofika nyumbani, ghafla alianza kupoteza uwezo wa kuona. Na kabla hajapata fahamu, yule dada alimtokea tena. Je, nini kitatokea katika sehemu ya pili? Sehemu ya pili kesho usiku. Unaweza kujiunga na grupu letu la WhatsApp kwa kutuma ujumbe simulizi za CX kwenda namba 0622 577 170.